Watu wetu tuko na amani. Na hakuna mtu yote ako na fujo. Tuko na amani sisi. Tumekuja hapa leo kwa heshima ya mazingira. Mzee wa heshima alikuwa mwalimu, amefunza maelfu ya watu hapa. Baadaye alienda kwa biashara na pia akafuzu sana. Na mzee pia hata wa kanisa. Na kwa hivyo tulikuja hapa kumpatia hiyo heshima. Lakini pia hatuwezi sahau kifo chake kimeletwa na uongozi duni. Correct? Ati hospitali ambayo iko na madaktari na wagonjwa, they are being attacked even when having dialysis. Even in times of war, hospitals are never attacked. Ati our doctors wanajificha ili waende wakaangalie mgonjwa. Watoto wetu ako huko, mama anajifungua kama anajificha, daktari amekatazwa kuja. Even to the president, if Nakuru is part of Kenya, you must also intervene. Kabisa. Tunaelewa? Yes. Haiwezi kuwa kwamba na sasa PGH is not operating well. Yes. Hii hospitali yetu ya War Memorial sasa imefungwa. Kuna hospitali nyingine pia kubwa inaitwa Medihill pia imefunga. Sasa mimi nauliza hivi, hata hao ambao wanajifanya hapa, akipata ugonjwa leo tutampeleka wapi? Na ugonjwa ni binadamu yeyote. So we have no hospital. And I think this is not a political matter. Na ndio naona tumeshirikiana na viongozi kutoka chama yote, mawakili, na pia niulize Law Society of Kenya ambaye inawakilisha mawakili wote, na pia mawakili wameenda mpaka kotini na mahakama ikasema wacha hospitali iendelee mbele. Kama kuna mzozo tutatatua kule mbele. How do you subject innocent people? Innocent people. Because mnataka kuiba shamba kidogo kidogo hapo. So hata rais, we are also saying this. If the people of Nakuru matter to you, you must also do something. Yezi kakuwa tumelia leo, tumelia kesho, tumelia siku ingine. Makanisa imelipwa, watu wa media wakiriport, wanapigiwa simu kutishwa. Sasa jameni, eno niyo Kenya tuedaga gaifasa. Niyo tuedaga. Niyo tuedaga. Kei demwire kore de idero. Tagwithania. No na andũ a kanitha maretua haha. Tagwithania. Tutiriganĩirwo. Asante sana. Kutoka Rongai, mimi naungana na viongozi wenzangu ya kwamba court order lazima iheshimiwe na hiyo hospitali ifunguliwe mara moja. Kwa sababu hiyo hospitali ya War Memorial ilikuwa hospitali ambayo kuna partnership between the government na hiyo msungu. Lakini sasa hatuna hospitali mzuri Nakuru. Ile hospitali ya maana ni hiyo War Memorial. Na ningeonya wananchi kwa hii 300. Unaona sasa hakuna hospitali iko na dawa hata moja. Nasikia tu hospitali kuna kilo peke yake ya kupima watoto. Na hii 300 mnapewa na hiyo ingekuwa inanunuliwa dawa. Na hata bwana gavana pole tulipiga wewe siku ile lakini tulikukosea. Tunaomba msamaha pole. Kumbe tumeweka mtu kama wasimu. Hatujaiona. Kwa hivyo tunaungana viongozi hizi wote na hata kwa mazishi kama hii ulikuwa unajua tutaongea nini? Hujui hata tutaongea nini? Pengine hata tutatungeongea ile ulikuwa unafikiria. Na hii kitu ya kupepa watu kila siku. Hata kwangu huko Sulai walikuja watu karibu lori 10 siku nilikuwa na function pale. Hii ni aibu, unazungusha watu kutoka Njoro wapi na pesa. Kwa hivyo tuko hapo na tumejipanga sasa, safari inaanza mzuri. Well, ninasema ni pole sana kwa ndugu yetu ambaye alituacha. Amekuwa rafiki yangu kwa miaka mingi, amekuwa mwalimu, amestruggle, amekuwa hasara kwa mambo ya matatu na tumemheshimu sana. Na leo tulikuja kumsindikisha kwa sababu kifo yake haikuwa ya kawaida. Ni kifo ambaye aliuawa na ile watu walimtoa kwa mashini na akakufa. Sasa tuna haki na demokrasia kuongea, lakini mimi nataka kuambia watu ya Nakuru County, hii mambo ya dictatorship na corruption, wachungaji wanapewa pesa, watu wanahamishwa, wachungaji wanapewa pesa. Wale wanahitaji kuhubiria si mambo ya kwenda wapi? Mbinguni. Sasa hawa ndio wako kwa kugandamisha ile watu wanauawa. Freedom of the speech is allowed in the world. Na katiba na sheria iko wapi? Iko hapo. Hii watu nyinyi ni waulize. Hii watu mmeona iko hapa, watu ya matatu na nini? Hiyo watu ni hapa? Ni hapa? Wamelipwa. Na ile tunasema ni hii. Susan, mambo ya kutumia pesa kwa makanisa na kutumia kwa mazishi, kubeba watu, kuja kupiga wajumbe yetu, kuja kupiga viongozi ambao wanachaguliwa. I'm telling you it is not right. Hata the mkubwa wa Law Society ambaye anakuja kuangalia what happened amekatazwa kuongea.
Sisi wote tumekakatwa kuongea. Kwani huyu alikuwa gavana hapa? Sasa wacha niwaambie. Ile kazi Susan wanafanya na watu yake ni siasa mzuri sana wanatufanyia. Kwa sababu wanafanya siasa watu waweze kusimama mzuri. Mimi niko kwa lunch na mimi najua sheria hata kama sija idhinishwa na koti, lakini mimi niko najua. Shamba ikikwisha lease inaenda kwa Land Commission. Mtu ana apply. Sasa kesi iko kotini. Wanapoa court order. Nimetoka kwa hospitali hapo. Wamekataa court order. They have refused court order. Wanafunga kama hatutaheshimu court order ikipeanwa ya kufungua mpaka mkubwa ya polisi. Let me alert even the president to know. Nakuru hapa tumenyanyaswa kabisa. Si polisi wako chini ya governor. Si county commissioner wako chini ya governor. Si CID wako chini ya county governor. So here we are paralyzed. We are paralyzed. Na lazima tujitoe kwa hii utumwa. And we must tell the president. Ile mambo inaendelea hapa italetea si shida. Kwa sababu sasa wanaelekesha watu kupigana. Hiyo ndio wanaelekesha. Na I think that's not the right. Sisi wajumbe kama hawa, we must respect them. They were elected by the kama mko wachagua. Kama hamwezi kumpa heshima ni kuwapiga. Sasa nasikia wanarukaruka. Ati mimi watanipeleka kotini, ati Mutahi watakamata wewe. Si watakamata sisi sasa. Saa hii. Na atapea nyinyi shilingi 300. Si alifanya kazi. Hakupea nyipe. Unaona sasa senator mwenyewe. Na ndio senate ya kuoversee mambo ile inaendelea. Anakuwa shouted na kagrupu fulani kameletwa ya pesa. Hii mambo ya pesa itafika nini? Itafika mwisho. Kwa sababu mazishi nikuulize hata askari wetu wako hapa. Kukakuwa na shida ya mazishi kweli? Hakuna. Kwa nini? Sisi tujapigana kwa mazishi. Waache kuingiza polisi na nini kwa mambo ya mazishi. Na tuseme theuri yako hapa. Na Roho Society wako hapa. Musimamie kabisa sheria. Ifanye kazi. Kwa majina naitwa Mutahi Alfred, mimi ndio mbunge wa Keroche Kaskazini. Leo tumekuwa mahali hapa kuja kumsindikiza aliyekuwa chairman ya matatu. Na kwa mshangao kubwa ni kwamba wale ambao wanaendesha program ni wasimamizi wa makanisa. Na hawa ndio wenye wanaanza kupimia sisi njia ya kuongea. Nataka niwaambie leo mshinde kwa hii maneno ya mipango ya leo. Lakini ipo siku 2027 tutarekebisha hiyo makosa ambayo tulitenda. Na mimi nikuje mahali hapa nikuje nimeombe msamaha kwa wakazi wa eneo hili kwamba sisi kama wana Keroche tulikuwa tumetangulia, tulikuwa tunaongoza kwa kura yenye tulipea governor mwenye ameshindwa na kazi ya kufanya. Jambo la kwanza, hospitali ambayo iliachwa na serikali ya mwaka jana ya last term, hospitali ya PGH. Saa hii hata sio wagonjwa peke yake, wameanza kuua mpaka madaktari na kuanza kuficha evidence. Watu wametorokea mahospitali private ambayo mmoja wao ni War Memorial Hospital. Huko tena wamefuata sisi mpaka pale. Kwa hii historia ya eulogy ya mzee mwenye tumemzika siku ya leo, familia waliandika vizuri kwamba machines iling'olewa ndio maana mzee akalala. Tunaambia hii yote hukumu inaongojea pale mbinguni. Mnaweza tushinda hapa duniani, lakini kuna kwenye amwezi shinda hata siku moja. Na hii tunataka tuambie mheshimiwa wetu rais kwamba hii maneno yetu ya Nakuru County hii ni yetu sisi peke yetu. Na hakuna ukabila hapa. Sisi wote tuko jamii moja kama Nakuru County. Na sisi wote tumeongea kama sauti moja. Hapo tu ndio tunataka tuseme ya kwamba saa hii county yetu hakuna driver mwenye anaendesha. Sisi tumefunga macho, Mungu atuongoze mpaka 2027 tutarekebisha hiyo makosa. Mungu ni mwema na kila wakati. Asanteni sana. Niko hapa hata mimi kwa niaba ya watu wa Nakuru County as a senator of Nakuru County, nikitoa rambirambi zangu kwa sababu nafikiri David alianza kusomesha katika Naivasha. Kwa hivyo hiyo miaka mimi najua, hata mimi nilikuwa shule, kwa hivyo ni mwalimu wangu na nimesoma hii kitabu, nimeona kazi yake. Kwa hivyo familia, mimi nataka kusema poleni. Mungu yule
Mungu ampatie nguvu ili you can bear the loss of David. David ni shujaa, amewacha legacy kubwa, ukianzia kwa walimu, kwa biashara na hata viongozi, kwa kiongozi la aina zote, mpaka hii Nakuru yetu amejaribu kuhakikisha imekaa vile imekaa. Mimi najua nikiwa senator wa hii Nakuru County nafuatilia maneno yote. Kwa hivyo siwezi kataa kusema hapa ati ile hospitali mheshimiwa alikuwa. Nataka tu David, nataka tu hiyo hospitali ifunguliwe. Na kuna IG wa county. Leo tuseme kuna IG police. Tunamuuliza kwa heshima, aambie Samuel Adani, aombe the court order, hiyo hospitali ifunguliwe. Isipofunguliwa italete shida. Wabariki, na mimi nampenda, na asanteni hata kwa kutuchagua ukiwa mama.